Muislamu, wewe ni rahisi kufaulu duniani na akhira. Njia ya kwanza, yeyote anayetaka kufaulu lazima alenge radhi za nani? Allah. Atafute mbinu ya kuishi kwa namna ambayo Allah ataridhika. Wewe unatumia hewa ya Allah, umejiuliza hii hewa ninayotumia Allah yuaridhika na mimi na utendaji wangu? Ni swali muhimu katika maisha yako. Ukitaka kufaulu, ujiulize katika utendaji wako, namna unavyoishi, ujiulize hivi ninavyoishi Allah yuaridhika na mimi? Awe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio qudwa kwako, ndio role model yako. Unachokifanya ni kwa kumwiga Mtume na kumfuata Mtume. Hatuwezi kufaulu katika dunia mpaka tuyabebe mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukitaka kufaulu, njia ya pili, an yardi anka man hawla, kila naishi karibu na wewe aridhike na wewe. Jaribu sana katika maisha, uhakikishe katika maisha yako hutokera mwingine. Alwalidan, wazazi wawili, kuna watu wako chini yako, ishi ukiondoka waseme Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ishi kwa namna wataridhika na wewe. Una mke, ishi naye vizuri. Jiulize, wewe unaishi na mke wako, hivi mke wako anaamini wewe ni mtu mzuri? Yawezekana mzuri katika swala, Allah ameridhika na swala yako, Allah ameridhika na usomaji wako wa Qur'an, lakini Allah hajaridhika na unavyoishi na mkeo nyumbani. Ukiingia nyumbani ni kama simba, siku ukimwaga mkeo asafiri asema alhamdulillah, Allah ajalia amesema wiki moja hivi wiki tatu ya Rabbi. Sasa wewe utakapokuwa waishi na familia kwa mfumo huu, hutoweza kufaulu. La tatu katika jambo ambalo linakusaidia kufaulu, jaribu katika dunia hii kufungua kifua chako. Wewe ni mwanadamu. Mwanadamu tumesema ameletwa kwa njia ya mtihani. Katika hii dunia huwezi kukosa mitihani. Inachotakikana kuwa na tabia ya kifua kipana. Ukitaka kufaulu duniani, usiye mtu wa kubeba beba tu kitu kidogo, kitu kidogo. Jamani, huu moyo ni mdogo sana. Ala bidhikrillahi tatma'innul moyo. Mweke Allah hapa, mambo ya bebe mikononi. Na huwezi kuwa na maisha mazuri kama ni jitu la mahasira, jitu la kubeba chuki. Kiasi utakavyokuwa na moyo mpana utafaulu. Jambo la nne ambalo latusaidia, kila mwanadamu Allah amempa uwezo sehemu fulani. Tumia uwezo wako uliopewa vizuri katika kufanyia vizuri. Wewe ni mwanafunzi, umepewa uwezo wa kusoma, soma vizuri. Kuna watu wanatafuta nafasi ya kusoma lakini hana uwezo, labda hana wazazi, labda hana wazazi walomtelekeza, labda umaskini kwao ni mkubwa. Wewe Allah akakupa nafasi hiyo, soma vizuri. Qur'ani inavyotufundisha ni ahsan, tufanye vizuri zaidi. Usikubali kuwa mahali na hufanyi vizuri. Popote pale ulipo, mkulima kuwa mkulima mzuri, mwalimu kuwa mwalimu mzuri zaidi, daktari kuwa mzuri zaidi. Hii ni njia moja ya kufaulu. Katika jambo moja linalokosa kutufaulisha ni kwamba tuna sehemu katika maisha lakini hatutumii vizuri. Ukitaka kufaulu, kuwa mzuri, unufaishe pale ulipo.